labda angechukua melody za nyimbo zingine ningesema fresh, sio kama nyimbo ile imeniingiza kwenye gharama kama zile, afu aje tu moja anapita tu melody anachukua anapita nazo. Yeah. Kisenge tu kifarafara kama vile, hapana. Hii ni Bennett Media. Bennett Media. Tuko Bennett na wewe leo na kesho. Yeyo, mambo ni aje guy? Ni Tennis Edone Mr. Akili Nyingi, ni kijana mtanashati na nusu msafi zaidi ya sabuni. Leo ni mara ya kwanza nimekuletea Yeye Madin. So kama ni mara ya kwanza kuja kwenye screen ya Bennett Media, fanya kama una subscribe na like na comment. Utakuwa umetisha sana. Ni aje kaka? Ya, niko poa, namshukuru Mungu yuko sawa. Mzima? Ndio. Vipi harakati zingine? Fresh tu. Naona umepoa mzee wangu. Kinyama. Okay, umeshine kidogo, naona mambo so mabaya. Kawaida hiyo. Nini siri ya mafanikio? Mungu kwanza. Mungu kwanza, usio? Ndio. Okay. No, ni muda mrefu sasa hatujaona kazi zako. Ni kipi ambacho unatarajia bro? Ni muda mrefu sitoi kazi. Na maana nilikuwa sitoi kazi. Jana, kwa nini sasa unakuwa utoi kazi wakati sisi tunafahamu wewe kazi zako zilikuwa nzuri na hivyo wewe ndo kama CEO wa wasanii wote hapa nyumbani kwetu? Kutoa kazi na kuwa CEO ni vitu vile ambavyo viko different sana. Okay. Kwa hiyo kutoa kwangu kazi kuna depend na vile ambavyo mfumo wangu wa kazi upo. Yeah. Wala bado niko busy na mambo ya kifamilia inawezekana, au nilikuwa bado nasubiria kwenye nitafanya kazi ya aina nani wakati fulani. Yeah. Kwa hiyo ni mipangilio yangu mwenyewe, ni kitu ambacho mimi nimefanya kwenye mipangilio yangu ya kazi. Yeah. Na tutegemee kipi labda hivi soon? Kutegemea kipi labda kama vipi, kimuziki ama nini, matukio ama vitu gani? Maana vitu ni vingi sana ambavyo vinaweza kaja kesho au baadaye. Hapa tunaongelea muziki kwanza. Ya, muziki muda wote Mungu akiruhusu naweza nikatoa ikiwezekana. Yeah. Na tuliona ulisema eti sababu kuu ambayo ilisababisha ukae kwanza kimya kwa muda ni management. Hii inakaje? Inawezekana ikawa ni hivyo. So unajua management ndio inamfanya mtu anakuwa yupo strong kwenye kazi. Yeah. Kama nilikwambia nipo kimya, huenda nina mambo yangu mengine ya kufanya, au nipo kwenye mambo ya nini ya familia. Okay. Ama ni programu zangu ambazo zipo. Ina maana masuala ya management yote vikiwemo humo ndani. Ina maana naweza nikawaambia kwamba ni mambo yangu nimepangilia iwe hivi, bado najitafuta, bado natafuta nini, nipate kwanza hela, nifanye hivi ndo nitaanza tena kuingia kwenye muziki. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo mimi mwenyewe najua nimepanga nini. Okay. Na ni kipi ambacho kipo nyuma pazia baina ya mziki wa Kalemi na Piskali ya ndugu yetu Jay Dala? Ambacho kipo nyuma pazia? Yeah, ambacho labda mashabiki hatuelewi. Sio kwamba kitu ambacho yeye hamuelewi, ni kwamba mtu akijaji au tuseme akisikilizia nyimbo zinaendana. Sio kwamba zinaendana sana kama vile watu ambao wanaenda kuangalia Kalemi. Yeah. Wanasikia kwa masikio ya juu. Maana mtu ambaye anajua muziki ndo anasikiliza sehemu ambako Dogo aliiba kwenye Kalemi. Dogo alikopi, kuna sehemu amekopi kwenye nyimbo yangu. Kuna madini alichukua kule akahamisha kwenye kazi yake, licha ya maneno hayaendani lakini kuna madini alichukua kule. Okay. Sasa yale madini aliyochukua yale ndo yanamfanya nyimbo yake ilete taharuki sasa hivi. Aliyachukua bila ridhaa ya mwenye madini yake. Okay. Na najua mara ya mwisho litangaza kuwa akichelewa kuja kuongea na wewe unampiga copyright. Vipi mpaka sasa hivi hajafika nyumbani au vipi? Ndio. Umeamua kuteremsha kabisa? Ndio, sipo ipo hivyo imeteremshwa. Na ndo sasa mashabiki wangependa kujua ni kipi ambacho labda jamaa angekwenda ukifanya ili muziki wake uendelee kuwa mtandaoni. Nafuata maelekezo, aje tuongee, nafuata maelekezo ya kile ambacho watu wangu ambao wanashikilia akaunti yangu wanataka. Okay. Akiweza wakimalizana fresh akaunti yake, nyimbo yake tena narudi kuwa vile vile. Yeah. Na unampa kama siku ngapi hivi? Mimi sijamwekea mipaka, lakini nilimwambia kwamba, maana mimi nianza kumwambia interview ya kwanza nimwambia aje tuongee kabla hajaposti nyimbo. Kwa hiyo mimi sikumpa mipaka. Nimwambia tu ukiposti mimi nitafuta hiyo nyimbo yako. Yes, yeye akachukulia masiara. Kwa hiyo ilipofika muda ile nyimbo ilifutwa. Mimi sijampa muda wote kusema kwamba masaa 24 sio inanipata, atakapojisikia mwenyewe kuja aje tuongee. Lakini asipokuja akiweka uzembe nyimbo inafutwa, maana kule YouTube waga wanaweka siku za mawasiliano na ule mtu ambaye umefuta nyimbo yake. Tukishinda kuelewana wanafuta moja kwa moja. Yeah, kwa hiyo asipokuja itafutwa, akija itarudi. Na asante sana ndugu mtazamaji wa Bennett Media, ni kijana mtanashati na nusu msafi zaidi ya sabuni. Nipo na Yeye Madin, bado tunazidi kupiga mastori. Na blaza, kama ulivyosema eti kwenye mtandao wa YouTube wanaweka limit
ya muda ambao mziki unakwenda kufutwa kabisa mazima. Na mpaka sasa hivi najua mziki uliufunga jana, si ndio? Mpaka sasa hivi wewe unaona kama pamebaki siku ngapi hivi? Ukiangalia hiyo kwamba hapo ni siri yangu mimi ambaye nilifunga, siwezi kusema inabaki siku ngapi nao. Ni ile tu inahitajika mawasiliano kati baina ya mimi na yeye, nikimaanisha uongozi wakae chini ongee. Tufanye maelekezano na nyimbo irudi. Kama ikishindikana inabaki kama ilivyo. Na hapo labda ungeweka wazi kidogo, maana mashabiki wajue na yeye pia atakwenda kujua, labda anakuwa na ile siku bado zipo nini, na ungeweka wazi ili yeye mwenyewe ajue kuwa zimebaki siku kadhaa mziki wangu nakwenda kufutwa mazima, ili afanye wepesi wa kuja kuona. Ina maana hapo mwisho ni kesho. Ikipita kesho nyimbo inafutika moja kwa moja. Kwa hiyo kesho ndo mwisho, maana imeweka siku mbili. Siku mbili za majadiliano, zikifeli ya nani tuseme masaa sijui ni masaa 40 na ngapi? 40 na 8. Kwa hiyo masaa yakipita nyimbo inapotea kabisa. Yaani hata akisema arudisha iwezekani, au kisachi never inaisha, ndio imeisha, wamefuta moja kwa moja. Na labda ungeweka wazi Kalemie ambao ni mziki wako wewe ambao umekopiwa na Jaydala, ulikugharimu kama kiasi gani hivi? Nyimbo ya Kalemie haipo chini ya 1 million nikihesabu kwa haraka kwa sababu nikihesabu nimeifanyia video Mwanza. Nilitoka hapa nikaenda Mwanza, nilifanya Mwanza takriban hata wiki 2. Nilishoot, ni video ya gharama. Kadri mtu akitazama ni kwanza ni video katika video za Nyarugusu ambazo zina gharama. Ile video ilikuwa ni ya kwanza kuwa na gharama katika kambi ya Nyarugusu. Hakuna mtu alikuwa shawahi kufanya video kama ile ya gharama kama ile, yani kwenye vitu vya kifahari kama vile alikuwa hajatokea. Tofauti na mimi kwa Nyarugusu hapa hivi alikuwa hajatokea. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo iligharimu. Haiwezi kuwa chini ya 1 million kwa sababu nilifanyia gharama kweli. Nililala sehemu nzuri, nilikula vizuri, nilishuti sehemu za samani, nilitembelea vitu vya samani, nilitembea kwenye nini vile speedboat vile vinahesabu, wewe unahesabu dakika. Speedboat unapewa dakika, mfano ukifanya dakika 30 unatamba na ile speedboat, laki hazina kazi hapo. Kwa hiyo hapo hivi ukihesabu mara kwenye kushuti unakosea mara 20, unakosea mara 5, hamna rudia na ukirudia ni hela ndo unarudi unaweka. Tukienda kwenye farasi, mara farasi anakukataa, maana farasi ana tabia kukataa mtu. Anaweza akasema umepewa maelekezo, kama haja kufurahia anakukataa, anakudondosha. Kwa hiyo ili farasi anielewe, aje kunisikiliza na kuniweka juu, nikae na naanza kumtumia. Pia ni muda na unahesabu ni hela. Kwa hiyo ni nyimbo ambayo imenigharimu kiasi kikubwa cha hela. Na mpaka umpigie Jaydala copyright ni kwa ajili uliona gharama za muziki wako ilikuwa kubwa sana, afu inakuwa tu from nowhere anakuja au vipi? Nyimbo ile ni nyimbo ambayo imenigharimu. Sasa mtu anakuja tu from nowhere kuseleleka. Labda angechukua melody za nyimbo zingine ningesema fresh, sio kama nyimbo ile imeniingiza kwenye gharama kama zile, afu aje tu moja anapita tu melody anachukua anapita nazo. Kisenge tu kifarafara kama vile hapa. Na mashabiki wangependa kujua labda wanaweza kumsaidia jamaa ni kiasi gani ambacho labda wewe unaweza kuhitaji kutoka kwa Jaydala? Sihitaji pesa, bali nahitaji mazungumzo yake yeye. Aje, kwa sababu unajua nilisema tena toka mwanzo, kuna ile kuelewana. Ujirani mwema unazidi hela, kwa sababu hela haziwezi kununua chochote kama kile kitu hakipo ambacho unaweza kukinunua. Maana ukisema hela uziweke hapo hivyo na unahitaji kununua mfano karanga. Karanga haziko hapa. Sawa? Ina maana hapo hizo hela hazina kazi kwa sababu hakuna karanga. So hela sio chochote, lakini mazungumzo baina ya mimi na yeye yawe. Na aje akiri kwamba ni kweli mimi nilichukua hivi vitu kwa sababu ya kitu fulani kutokana na unajua hivi na hivi na hivi. Nielewe, sio na tu maana unajua ni mtu ametoka Malawi. Sio ndugu yangu. Sawa? Na mjua ni msanii kama msanii mwingine anafanya kazi ili apate pesa, na mimi pia nafanya kazi ili Mungu akisaidia na mimi nipate pesa kupitia kazi yangu. Sasa ile kazi nimewekeza hela, wewe unakuja unachukua melodies zina. Maana ni hela juu ya hela. Sasa ndio maana mimi nilifanya vile, ni kitu ambacho kipo kikazi. Lakini kwenye utu aje tuongee. Nilimuita toka mara ya kwanza aje akuja. Kwa hiyo nyimbo ilivyoshuka chanzo ilikuwa ni hiyo tu, kutokuja kufanya ni mazungumzo. Yes. Kwa una uhakika kuwa akija muziki wake utakwenda kuwatia? Akisarenda muziki utaachika. Asante sana. Una kipi cha mwisho cha kuambia watazamaji wa Bennett Media? Nawapenda tu sana na wanisamee kwa wale ambao wataona nimefanya kitu kibaya ambacho kimewakera wengine. Najua wengi wameongea vibaya. Wanisamee, lakini
majukumu ya kazi ndio yamesababisha nifanye hivyo. Kwa moyo wangu mzuri nilokuwa nao mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Lakini wanaosimamia akaunti zangu ndio wameruhusu kitu kama hicho kiwepo. Kwa hiyo kwa upande wangu unisamee. Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Bennett Media. Ni kijana mtanashati na nusu msafi zaidi ya sabuni. Nipo na Yeye Madin. Amesema kuwa Jaydala aje nyumbani kwake kwa maongezi zaidi. Bila kusahau nyuma kamera nipo na Lom the Zone. So kama ni mara ya kwanza kuja kwenye screen ya Bennett Media, fanya kama una subscribe na like na comment. Utakuwa umetisha sana.